Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi kusema alhamdulillah. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa afya njema. Ndugu zangu, nimerudi tena katika hali ya kuweza kuzungumzia mada inayosema ni jinsi gani utatibu uchawi wa kukosa pesa au kukosa maendeleo. Nikizungumzia uchawi, ndugu zangu, ni uchawi upo. Uchawi upo. Wewe ukikataa hayajakukuta. Yakikukuta utasema na tutakusikia tu. Lakini ukisema masuala hayo yana maana sijui moja mbili, hayajakukuta ndugu yangu. Yakikukuta utasema tu. Sasa tunapozungumzia ni jinsi gani utatibu uchawi wa kukosa maendeleo au uchawi wa kukosa pesa, na maanisha hivi. Yaani kuna mtu hapa ninavyoongea, naongea na wewe unaoniona au unaonitizama, huenda ikawa sio wewe ndugu yako, kama sio ndugu yako, jirani yako. Bimaana mwanadamu anapohusudiwa kwa uchawi huu, ni yule mwanadamu ambaye anakuwa anakusanya, anapata pesa vizuri. Baada ya kupata pesa zake, hakuna la kwanza, ili ujue kwamba tayari wewe upo katika waathirika hawa wanaoeleza. Jambo la kwanza, wewe pesa yako ukiipata haikai kama upepo. Ukiipata tu imepita pap, imeenda. Ukipata tu inakwenda pap, imeenda. Pesa yako inakuwa katika hali ya namna yake kama hiyo, inapitiliza. Haujui, hauna la maana unaofanyia pesa hiyo. Lakini jambo la pili, baada ya hiyo pesa kupita, ukawa huna kitu, unaanza kujilaumu mwenyewe. Bora nisingefanya hichi, nisingefanya hichi. Yaani ukiangalia unafanya kazi miaka kadhaa, mambo kadhaa unafanya, unatafuta hili, lakini njoo kwenye maendeleo umefanya nini cha maana? Huna. Ukikwambia ndani wewe una akiba shingapi umeiweka ndani, utasema mimi sina hata 100 kwenye akaunti yangu, hata shilingi milioni 1 sina kwenye akaunti yangu. Lakini una kazi wewe, wala pengine huna majukumu makubwa ambayo yanaweza kukufanyia bimaana kwamba ukawa ni mwenye kutoa pesa nyingi. Pesa yako ukipata imepita. Vile baada ya kupita pesa yako, ukishaipata unakuwa na hasira, utaki ushauri wa mtu yoyote, zaidi ujiongoze mwenyewe. Lakini ukishakula hiyo pesa yako ikapotea hiyo pesa yako, hapo utahitaji ushauri wa mama yako, baba yako, shangazi, mjomba, rafiki, mpenzi, mke, masijui sielewi. Sasa ukijiona hivyo, wewe tayari umerogwa uchawi, unaitwa uchawi wa kukosa pesa au maendeleo. Yaani upate pesa zako, kila kitu kusanye, lakini usifanye chenye maana. Ndio maana yake halisi. Ni jinsi gani sasa ukijiona hivi? Yaani kila unaolifanya wewe haliwi, kila unaoliendea haliwi, halisimami, haukubaliki. Lakini unafanya kazi, pesa unapata, unapewa mshahara kama kawaida, na ukilinganisha baina ya hawa wenzako na wewe, nyote mnapokea mshahara mmoja, lakini wenzako washafanya makubwa. Wewe mpaka leo hii uko hapo hapo. Shituka, zinduka, silale. Kesha katika hali ya kuweza kutafuta suluhu ya hili jambo. Sasa leo nimekuja na suluhu, lakini sio kwa ajili ya, yani kwa njia ya kitabu. Leo nimekuja kwa ajili ya mti. Wengi wanaofahamu kwa jina la mkuu wa usiku, lakini hili nitakuacheni kidogo njia panda. Mkuu wa usiku mti gani? Wengine wanauita mbaazi. Mti wa mbaazi una maajabu mengi, lakini leo sitazungumza mengi, nitazungumza swala hili tu kwa ajili ya hili swala nililolielezea. Ewe ndugu yangu ambao umesibiwa na hali kama hii na unaona unateseka, fanya kitu kimoja. Tafuta mbaazi ambao umemaliza mwaka mmoja, yani toka kupandwa kwake umemaliza mwaka mmoja au na zaidi. Andaa mapema sana, asubuhi mapema au jioni wakati jua linaenda linazama. Andaa unga au mtama, nenda katika huu mti wa mbaazi. Nenda piga hodi. Kila mti una mahadimu wake, una viumbe. Wazania mtu bimaana kwa mtu unakaa tu ovyo ovyo, hapana. Kila kitu kina nini yake. Fika hapo, piga hodi mara 3. Baada ya kupiga hodi, mwaga ile sadaka ulioenda nayo pale, kwa jamani, mimi nimekuja, enyi viumbe mnaotumikia mti huu, mnaokaa katika mti huu, mimi nimekuja kutoa sadaka ya hii. Sadaka yangu ni hii. Ukienda na udi wa kijiti ule unachoma, ule udi wa kijiti unachomeka pale, sadaka yangu ni hii. Lakini lengo la kuja hapa, nimekuja kuchukua dawa, mimi fulani mzaliwa na fulani, nikifanya hili hivi, unaelezea ile matatizo. Lengo langu nimekuja kuchukua dawa. Enyi viumbe mnaotumikia huu mti,
bimaana kwamba kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala mimi nachukua bimaana dawa hii ikanifai. Akisha chimba mzizi ulioelekea kaskazini, ule mzizi ule ulioelekea kaskazini ule, yani bimaana au ulioelekea kibla, ule uchimbe ule mzizi. Baada ya hapo ukishaupata ule mzizi shukuru kwamba alhamdulillah nimefanikiwa vizuri, rudi nao nyumbani. Ukirudi nao nyumbani ule mzizi uoshe vizuri, utajua namna wewe mwenyewe namna ya kufanya, lakini usage upate unga wake wa huo mzizi. Baada ya kuusaga ukawa unga huo mzizi, ugawe pande hizi mbili. Pande moja uwe unaoga asubuhi, alafu bimaana pande moja la hii dawa utakuwa unaoga asubuhi na jioni, unatia kwenye maji ya kwenda kuoga wewe. Unaenda unaoga asubuhi na jioni vile vile unaoga kwa muda wa siku 7 mutawaliati zenye kufatana hizo siku 7. Lakini unga wa pande la pili utatia katika mafuta yako unaojipaka, haya mafuta yako ambayo unatumia katika mwili wako Kwa hiyo utatumia kwa ajili ya kujipaka asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Alhamdulillah, kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uwezo wake, nguvu zake, hakika yeye ni mwenye huruma kwa viumbe wake. Hilo swala litaondoka na utaona jinsi maendeleo yanayofanya nini, yanayokuja kwako. Chukua faida hiyo, nimekupatieni mwalimu wenu inshallah. Sina la ziada zaidi ya kusema kwamba tukutane katika vipindi vinavyokuja, na usichoke kuweza kumfuatilia Maalim Zeiku inshallah khairi. Usichoke kunifuatilia, tupata vitu adimu kwa baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.